Karibu tena Kibasi Prime Skills Academy, tukiwa katika wiki yetu ya 3 ya mfululizo wa wiki 54 za mabadiliko au maendeleo binafsi. Katika wiki hii ya 3 leo tutazungumzia swala zima la tabia. Naam, tujiulize, tabia ni nini? Tabia ni mwenendo au namna mtu anavyoishi, anavyofikiri au anavyojihusisha na watu wengine. Tukizungumzia tabia ni matendo ambayo yanajirudia mara kwa mara, ambayo hutokana na imani, maadili, malezi, uzoefu au mitazamo ya watu. Na tabia huweza kuwa hasi au kuwa chanya. Mfano wa tabia unaweza kuwa ni mtu wa kughairisha mambo, unaweza kuwa mtu mwenye heshima, mtu mwenye busara, mtu mwenye akili. Unaweza ukawa ni mtu mvivu. Zote hizo ni mfano wa tabia. Je, ni namna gani tabia zinaathiri maamuzi binafsi? Hapa tutazungumzia katika nyanja tofauti tofauti. Tukianza na nyanja ya kwanza. Namna yetu ya kwanza tutaangalia ni namna gani tabia inaathiri maamuzi yako ya kudumu. Kwa mfano, ukiwa unachukulia maisha kwa mtazamo hasi, kwamba maisha wewe kwako kila kitu ni negativity, inakupelekea kufanya maamuzi ya kudumu ya kuweza kukwepa au kutokuona fursa zinazopatikana katika jamii. Lakini la pili, tunaweza tukazungumzia tabia, namna inavyoathiri maamuzi katika vipaumbele. Mfano, tunaweza tukazungumzia tabia kama vile uvivu. Inaweza kuathiri maamuzi yako na malengo yako usiweze kuyafikia. Maana yake ukawa ni mtu wa kughairisha mambo mara kwa mara, hivyo ukashindwa kuweka vipaumbele vyako ni vipi na kwa namna gani unatakiwa uvifikie. Tabia pia huathiri katika nguvu ya maamuzi. Mtu ambaye hufanya maamuzi wa kujiamini, muda mwingi maamuzi yake huwa ni yenye uthubutu ndani yake. Lakini mtu ambaye afanye maamuzi kwa kujiamini, mtazamo wake na maamuzi yake huwa ni ya kusita anapoamua kufanya jambo. Jambo lingine ni namna tabia inavyoathiri maamuzi katika mahusiano. Mtu ambaye ameruhusu tabia ya kutokuwa na uvumilivu, tabia ya kutokuwa na subira, basi tabia hii huenda kupelekea kuvunjika kwa mahusiano katika jamii. Na mtu ambaye ana uwezo wa kuvumilia na akawa ni mtu mwenye subira, basi maamuzi yake hayawezi kuvunja au kuathiriwa na hii tabia katika jamii. Tabia ya kukosa uvumilivu au kukwepa changamoto. Hii tabia mtu ambaye anayo hupelekea kufanya maamuzi ya haraka kwa kufuata njia za mkato ambazo mwisho wake sio mzuri. Lakini mtu ambaye ni mwenye kuvumilia na mwenye kusubiri na mwenye kukabiliana na changamoto, basi husaidika na kuweza kufanya maamuzi ambayo yanakwenda kujenga future yake ya baadaye kwa kiwango kikubwa, kwa sababu atakuwa na uwezo wa kuvumilia katika zile changamoto zote zitakazotokana na maamuzi yake. Tunaweza tukatolea mfano kwa mtu ambaye ana tabia ya kughairisha mambo kila wakati. Mtu huyu akijikagua vizuri katika maisha yake ya kila siku, anakuwa ni mtu yule ambaye hawezi kufikia malengo aliyojiwekea. Hivyo basi, tunaweza tukajichunguza tabia kwa kufuata utaratibu huu, ili ujue ni tabia gani za wewe kubadilisha na tabia gani za wewe kuzijenga, ili uweze kupata mafanikio yale ambayo wewe unahitaji. Chukua dakika 10, fumba macho yako, kisha jiulize ni tabia gani
mbaya ambazo wewe unazo, au ni tabia gani ambazo unazifanya kila siku, na kisha jiulize, je, tabia hizo zinakuweka karibu na malengo yako au zinakuweka mbali na malengo yako? Jambo la pili, andika kwenye karatasi tabia 3 ambazo ni hasi kutoka kwako, ambazo unaona kabisa hizi si tabia zilizokuwa njema. Lakini pia andika tabia ambazo unaziona ni njema kwako, zinote down. Ukisha andika, jiulize ni kwa nini umekuwa na hizo tabia na kwa nini unaendelea kuzifanya hizo tabia. Kisha chagua tabia moja ambayo utaiboresha, unayoona inakuweka karibu na malengo, lakini pia chagua tabia nyingine ambayo si nzuri, ambayo unaona inakuweka mbali na malengo na wewe. Then tabia hizi anza nazo sasa kuzifanyia kazi, moja kuiboresha, lakini nyingine kuijenga zaidi. Kwa leo tuishie hapa, tukutane tena kwenye sesheni ya wiki ya 4. Ciao.